Pendwa mtazamaji, ninakukaribisha sana katika chaneli yetu Yosh Testimony TV, yani ushuhuda wa Yesu Kristo, channel inayotangaza neno la Mungu la ufalme wake hapa duniani na katika mioyo yetu na katika maisha yetu ya kila siku kama vile maandiko yanavyonena. Somo letu la leo ni kutoka kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 14 mstari wa kwanza hadi wa 6. Tutaanza kwa kusoma. Karibu. Ikawa alipoingia ndani ya nyumba ya mtu mmoja miongoni mwa wakuu wa Mafarisayo siku ya Sabato ale chakula, walikuwa wakimvizia. Na tazama, mbele yake palikuwa na mtu mwenye ugonjwa wa safura. Yesu akajibu akawaambia wanasheria na Mafarisayo, "Je, ni halali kuponya siku ya Sabato ama sivyo?" Wao wakanyamaza. Akamshika, akamponya, akamruhusu aende zake. Akawaambia, "Ni nani miongoni mwenu ikiwa ng'ombe wake au punda wake ametumbukia kisimani asiyemuopoa mara hiyo siku ya Sabato?" Nao hawakuweza kujibu maneno haya. Mpendwa mtazamaji, Yesu anapoingia mahali anaona vitu vyote. Anaona vile vinavyoonekana, anaona hata vile visivyoonekana. Tena anasoma mioyo ya watu. Hata maswali ambayo watu wanayo, unashangaa Yesu anayajibu. Mahali hapa Yesu alikuwa amealikwa katika siku ya Sabato. Alialikwa katika mahali ili apate kula. Waliomwalika wanaonekana walikuwa na hila. Walikuwa wanamvizia wakijua kwamba atafanya kitu ili wapate kumshtaki. Yesu aliyaona yote. Aliona mawazo yao. Yesu alipowaangalia aliwaona kama watu ambao ni wahitaji. Pendwa mtazamaji, Yesu aliwaona wale waliomwalika kwamba ni wahitaji. Wanahitaji kubwa kwa sababu hawajamjua Yesu ni nani. Wanafanya mambo ya ibada lakini hawajui kwamba Yesu ndiye mwana wa Mungu. Lakini pia kulikuwa na mtu mwingine ambaye ni mgonjwa. Wao hawakumjali, walijali taratibu zao tu za dini. Lakini Yesu alimwangalia yule mgonjwa, alimhurumia. Wao wana itifaki yao, kuna namna ambavyo walitaka Yesu afanye. Lakini Yesu siku zote hafungwi na itifaki zetu. Yeye anaangalia, ana vipaumbele vyake. Kipaumbele cha kwanza ambacho Yesu alikiona, alimuona yule mtu ambaye ni mhitaji. Katika siku ya Sabato ambayo ni siku ya mapumziko, huyu mtu hapumziki, amefungwa na ugonjwa, anateseka na ugonjwa huu wa safura. Ugonjwa wa safura, mpendwa mtazamaji, ni ugonjwa ambao ni kujaa kwa maji katika mwili wa mtu, kujaa kwa maji katika viungo vyake, ambako kunasababisha maumivu katika maeneo mbalimbali, kama kwenye figo, kama kwenye maeneo mbalimbali ya mwili. Kwa hiyo ni ugonjwa mkubwa. Yesu alimwona huyu mtu, kipaumbele cha kwanza Yesu kikawa hicho. Na kwa sababu alijua mioyo yao, akawauliza, "Je, ni halali kumponya siku ya Sabato, kumponya mtu siku ya Sabato ama sivyo?" Wale watu wakawa wameumbuka kwa sababu Yesu alibaini mawazo yao. Wakakaa kimya, wakanyamaza. Mpendwa mtazamaji, Yesu anapoliona hitaji
hasubiri approval, hasubiri kibali cha watu, kwamba wamenyamaza, kwamba wamechukia, kwamba wanamtegea. Yesu hakujali, alimponya yule mtu. Ni jambo la furaha, mpendwa mtazamaji. Hata leo hii Yesu anaangalia hitaji lako, anaangalia shida yako. Wakati mwingine hata si wenyewe hatujijui tuna shida gani. Wakati mwingine mtu hajui ana shida gani, lakini Yesu anaangalia ndani ya moyo, akamuinua yule mtu, akamponya, akawa mzima. Bila shaka wale watu walikasirika, lakini Yesu akawauliza swali lingine. Mbona ninyi ng'ombe akianguka, akitumbukia katika kisima au punda, mnafanya bidii kumtoa ili asije akafa na maji katika siku ya Sabato? Je, si bora huyu mtu ambaye anateseka? Nimejaribu kutoa kwa maelezo zaidi. Yesu alimponya huyu mtu kwa hati ya dharura, kama vile ambavyo katika mahospitali yetu leo tunafahamu. Mpendwa mtazamaji, mtu akiwa mgonjwa unaita gari la wagonjwa, ambulance, ambao linakimbia na linakimbia kweli kweli, na kila mtu analipisha, magari mengine yote analipisha ili liwahishe kumponya huyo mtu. Ndivyo jinsi Yesu anavyojishughulisha na shida zetu. Ndivyo jinsi Yesu anavyojishughulisha na shida yako, mpendwa mtazamaji. Leo huu ugonjwa ni kielelezo cha ugonjwa ulio mkubwa sana. Ugonjwa mkubwa katika maisha yetu ni dhambi. Ni ugonjwa ambao hakuna mtu ambaye anaweza akauponya. Dhambi ni ugonjwa unaofisha, unamtenga mtu mbali na Mungu, unamfanya mtu asiweze kumsogelea Mungu, unamfanya mtu apoteze hatima yake, hatima ya kwanza hapa duniani, lakini hatima ya milele. Unamfanya mtu atengwe mbali na Mungu. Lakini Yesu Kristo alikuja duniani ili kuleta uponyaji, na uponyaji wa kwanza ambao Yesu anaufanya ni uponyaji wa roho zetu. Mpendwa mtazamaji, somo la kichwa cha somo la leo ninakitaja hapa mwishoni, kwamba Yesu amekuja kuleta pumziko la kweli. Sabato ilikuwa ni pumziko ambalo lilikuwepo hapa duniani, kukumbuka jinsi ambavyo Mungu alipumzika baada ya kumaliza uumbaji. Ilikuwa ni siku ya kujifunza maneno ya Mungu. Lakini pumziko la kweli linakuja pale mtu ambapo anampa Yesu maisha yake. Yesu anampa pumziko, anamponya, lakini pia anaponya na roho yake. Pendwa mtazamaji, kwa maneno haya ninapenda tupate nafasi ya kutafakari. Unahitaji gani ndani ya moyo wako? Yesu analiona. Je, umempa Yesu maisha yako? Je, umepatana na Mungu wako? Je, umepata lile pumziko la kweli la ndani ya roho? Nisome mstari mmoja, mpendwa mtazamaji, katika kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 28. Yesu anasema, "Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha." Pumziko liko kwa Yesu. Anaalika watu wote ambao wamelemewa na mizigo ya dhambi. Mzigo ambao ulikuwa umemlemea mtu huyu aliyekuwa na ugonjwa wa safura ni kielelezo cha ule ugonjwa wa rohoni ambao mponyaji ni Yesu Kristo peke yake. Na anasema, njoo nami nitakupa pumziko, nitakupa aina ya Sabato, nitakupa aina ya burudiko. Mpendwa mtazamaji, Yesu anakualika katika muda huu unaposikia maneno haya. Kama hujawahi kumpa Yesu maisha yako, kama hujawahi kumruhusu Yesu apate kutawala moyo wako,
hujalionja hili pumziko, hujaonja hii furaha ya kumjua Yesu, ninapenda kukuongoza katika sala ya toba ili upatane na Mungu wako. Katika sala hii utakapoomba, Yesu Kristo anakupa pumziko, anakusamehe dhambi zako, anakufanya kuwa kiumbe kipya. Omba pamoja nami. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa upendo wako. Ni kweli Bwana, mimi ni mwenye dhambi na ninajua siwezi kujiokoa mwenyewe. Ninakuja kwako sasa Bwana, ninaomba unisamehe dhambi zangu. Ninaomba unibadilishe na kunifanya mtu mpya. Nisamehe Bwana, nibadilishe Bwana. Asante kwa sababu ulikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu. Ninakuruhusu Bwana Yesu uingie ndani ya moyo wangu, unifanye kuwa mtu mpya. Asante kwa upendo wako, asante kwa huruma zako, katika jina la Yesu Kristo, amen. Mpendwa mtazamaji, kwa sala hii Yesu Kristo amekukaribisha. Endelea kumtumaini yeye na kujifunza zaidi. Mungu na akubariki.